Movie yetu inaanza ikimuonesha Miriam akiwa ni mwanafunzi wa shule ya sekondari. Sasa katika kipindi hiki Miriam alikuwa akifanya mitihani. Lakini ile siku ya mtihani ilipofika, mwalimu wao mkuu alikuja na kutoa tangazo kwamba wale wote ambao hawajalipa ada wala pesa mtihani hawataruhusiwa kuendelea na mitihani, hivyo wanatakiwa warudi nyumbani kwao wakalete ada. Sasa bwana, katika kundi hilo la watu ambao hawajalipa pesa mtihani alikuwa binti mmoja ambaye alikuwa akiongea na mwalimu mkuu kwamba anaomba aendelee kufanya mitihani. Wazazi wake wamesema atalipa ada baadaye, lakini mwalimu mkuu alisema hapana, nenda sasa hivi nyumbani ukalete ada. Kwa hiyo alichofanya ni kuamua tu kumtega mwalimu, kumwambia kwamba nilipoteza ada lakini naendelea bado kuitafuta. Na kwa madoido kabisa alionekana kwamba anamtega mwalimu wake mkuu. Na kwa sababu mwalimu wao ni mzee fulani wa hovyo, akamwambia usijali, utafanya mtihani, ila hakikisha ukitoka kwenye mtihani huu upitie nyumbani kwangu, sawa? Sasa Miriam alipojaribu kumuomba mwalimu mkuu kwamba anaomba mzazi wake ataileta pesa baada ya kumaliza mitihani, mwalimu mkuu alimkatalia, akamwambia kama unataka hivyo basi na wewe upitie nyumbani kwangu. Ila kwa kuwa Miriam ni binti ambaye anajiheshimu sana, alikataa kufanya hivyo, kutembea na mwalimu wake. Kwa hiyo baada ya kukataa, mwalimu akamwambia kwa umekataa, haina shida, nenda nyumbani. Binti akafukuzwa. Sasa baada ya kufukuzwa, Miriam alikuwa hana jinsi, alikaa tu barabarani pembeni akilia machozi, asijue nini la kufanya. Mungu si athumani bwana, alipita mshikaji mmoja anaitwa Gaius. Gaius akamuuliza, binti, kuna shida gani? Mbona umekaa barabarani peke yako unalia? Muda huu ulitakiwa uwepo shule. Miriam akamjibu bwana Gaius kwamba sijapenda kuwa hapa, nimefukuzwa ada ya shule, ndio maana niko hapa. Bwana Gaius alimuonea sana huruma Miriam, akamuuliza kwani ada ya shule shingapi? Miriam akamjibu ni 11,000 tu, pesa za Kinigeria. 11,000 ndio nakufanya ufukuzwe shule? Haina shida, twende shule, mimi nitakulipia ada. Miriam hakuamini, akamuuliza mara mbili, kaka unasemaje? Akamwambia usijali, twende shule, mimi nitakulipia ada. Walipofika shuleni, bwana Gaius akaonana na mwalimu mkuu na akamuomba Miriam amlipie ada ili aendelee kufanya mitihani. Miriam alishukuru sana kwa kuwa bwana Gaius baada ya hapo alimpa pesa ya matumizi, lakini pia alimwachia business card yake ili siku nyingine akipata changamoto ya kifedha amtafute na atamsaidia. Miriam alifurahi sana, aliendelea kufanya mitihani yake na akamaliza. Alipomaliza kufanya mitihani yake akarudi nyumbani, na ndipo tunakutana na mama yake Miriam. Sasa ishu moja kuhusu familia hii bwana ni kwamba Miriam anaishi na mama yake peke yake. Baba yake ameshafariki muda mrefu, na ndio maana anapitia changamoto ya kifedha, hata kushindwa kulipa ada wala pesa mitihani. Sasa Miriam akawa anamsimulia mama yake kwamba mama, leo nimekutana na muujiza. Huwezi amini, kuna kaka mmoja hata anijui. Nilipofukuzwa ada shuleni alinikuta mtaani ninalia na akanilipia ada yote pamoja na kunipa business card yake, na kanambia kama nitapata changamoto nyingine yoyote basi nimtafute. Mama yake alifurahi sana, akasema hebu tuone business card yake nimpigie mwenyewe nimshukuru. Lakini cha ajabu bwana, wakati wanaiangalia ile business card hawakuiona tena. Sasa Miriam akawa anajiuliza nimeiweka wapi? Mama yake akamwambia usijali, we kula pumzika, baadaye utaiona tu taratibu, usijali. Sasa tukirudi kwenye maisha ya bwana Gaius, tunakutana na rafiki yake bwana Mbavu. Bwana Mbavu alikuwa na furaha sana kwa sababu katika gym anaofanya kazi amepandishwa cheo na anakwenda kuwa mwalimu mkuu wa mazoezi katika gym hiyo. Lakini ndugu yake bwana Gaius alikuwa hana furaha kabisa. Akamuuliza, ndugu yangu, kuna shida gani? Mbona unaonekana uko down namna hiyo? Kuna shida gani? Hebu niambie. Aisee ndugu yangu, leo nimekutana na binti mmoja anafanana sana na marehemu dada yangu. Nilimkuta barabarani akiwa analia sana, kama vile dada yangu marehemu alivyokuwa analia kipindi ambacho alikuwa ametoa mimba yake. Bwana Gaius akiwa anamsimulia rafiki yake bwana Mbavu kwamba aliamua kumsaidia binti huyo kwa sababu alimkumbusha kitu ambacho dada yake alikuwa amepitia. Baada muda mfupi kupita, matokeo yalikuwa yameshatoka na bahati nzuri Miriam alikuwa amefaulu vizuri sana, na matokeo yake yalikuwa yanamwezesha kuendelea na elimu ya juu zaidi. Lakini changamoto inarudi pale pale, mama yake hana uwezo mkubwa wa kumsomesha mwanae. Sasa ili kupata pesa ya kuendelea na masomo ya juu zaidi, Miriam anaamua kutafuta kazi ambayo aliunganishiwa na mtu anayefahamiana na mama yake. Aliajiriwa katika ofisi moja ya dry cleaner. Tukirudi nyumbani kwa bwana Gaius, tunakutana na bwana Mbavu akiwa anapiga zake mazoezi. Sasa akaingia binti moja. Binti huyu anaitwa Jamila.
huyu ndiye mchumba sasa wa bwana Gaius. Akamuuliza, bebi wangu yuko wapi? Akamwambia, usijali, bebi wako yuko ndani kajipumzisha. Ndipo Jamila akaamua kuingia chumbani kwa bwana Gaius na kukuta picha fulani ya msichana. Alichukia sana, akamuuliza mchumba wake, huyu ni nani unamweka kwenye fremu ambayo picha yangu ilikaa? Kwa nini unanidharau kiasi hichi? Haya, naomba uitoe. Gaius akasema, hapana, sitaki kuitoa. Nimemkumbuka sana dada yangu marehemu, kwa hiyo picha yake itakaa mpaka Jumatatu, siitoi. Jambo kama hilo lilisababisha ugomvi mkubwa sana, na ndipo Gaius akaamua kumfukuza mchumba wake nyumbani kwake. Si unajua hivyo wanawake tena. Siku moja bwana Mbavu alikuwa ameagizwa na ndugu yake bwana Gaius aende akampelekee nguo ili afuliwe katika ile dry cleaner. Sasa bahati nzuri dry cleaner ambao alikuwa amekwenda ni ile dry cleaner ambayo Miriam ndiye alikuwa akifanya kazi. Baada ya kupokea nguo zile, akawa anaangalia mifukoni kama kuna chochote ili aweze kukitoa. Na hapo ndipo alipoikuta ile business card ya yule jamaa ambaye ilimsaidia kumlipia ada kipindi kile anasoma shule. Ilikuwa ni business card ya bwana Gaius. Alifurahi sana na akaamua kumtafuta, kumpigia simu. Mambo yalikuwa yanaenda vizuri. Hata bwana Gaius pamoja na mchumba wake walikuwa wamepatana baada ya kugombana siku iliyopita. Gaius alimkaribisha Miriam kwake ili wapate chakula pamoja. Baada ya chakula sasa wakawa na maongezi mafupi. Katika maongezi hayo bwana Gaius akamuuliza Miriam, unahitaji nini katika maisha yako? Miriam akamjibu kwamba mimi nahitaji kusoma tu, ninapenda sana kusoma. Hata kazi ambayo ninaifanya siipendi, hainipi furaha sana. Gaius akamwambia, usijali, nitakusaidia, utasoma na utatimiza ndoto zako. Sasa siku moja Miriam akaamua aende akamtembelee bwana Gaius. Bahati mbaya akakutana na mwanamke. Hakujua kwamba bwana Gaius alikuwa na mchumba tayari. Alijua tu ni mshikaji fulani, brother Manny yuko single. Jambo hilo lilimsikitisha sana. Na lengo la kwenda kwa Gaius ilikuwa ni kwamba mama yake Miriam alikuwa amemhitaji bwana Gaius afike nyumbani kwake ili amshukuru kwa sababu yeye ndiye mtu ambaye alikwenda kumsaidia Miriam sehemu kubwa sana katika masomo yake. Gaius alikubali mwaliko na akafika kwa kina Miriam na kupata nao chakula kwa pamoja. Sasa kuna siku moja bwana Miriam alikuwa amemtembelea Gaius nyumbani kwake, akamkuta mshikaji hayuko sawa, ni kama anaumwa malaria hivi. Akaamua amsaidia hata kumpikia chakula, na baada ya kula hakutaka kuondoka, alitaka aendelee kukaa naye. Kumbe kwa muda huu sasa Miriam alikuwa tayari ameshaonesha hisia za kimapenzi kwa Gaius. Hakumchukulia tena kama kaka au kama mjomba anayemsaidia. Akageuka king'ang'anizi, akaanza kumlazimisha Gaius awe na mahusiano ya karibu zaidi, yaani wawe wapenzi. Lakini Gaius yeye tayari ana mchumba, na cha ajabu zaidi anamchukulia Miriam kama mdogo wake, na ndio maana anamsaidia tu. Baada ya kukataliwa, Miriam akawa na hasira sana, akaamua aende kumsemelea kwa ndugu yake bwana Mbavu. Lakini bwana Mbavu mwili ni mkubwa na akili ni ndogo sana. Akaona nafasi ndio hii sasa, akaamua kutembea na Miriam. Na baada ya muda mfupi Miriam akaanza kujihisi yeye ni mjamzito. Mama yake akamuuliza, mimba ni ya nani? Akasema mimba ni ya Gaius. Mama yake alichukia sana, akaamua kumchukua mwanae na kumpeleka katika nyumba ya Gaius na kumwambia Gaius, chukua mzigo wako, si umempa mimba binti yangu, kaa naye. Gaius akanashangaa, Miriam, nimekupa mimba lini? Miriam alikuwa hata ajibu. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anaamini kwamba bwana Gaius alikuwa akimtumia binti huyu kwa kujifanya kama anamsaidia, na ndio maana akampatia ujauzito, ila kwa sasa na ukataa. Hata alipojaribu kujitetea kwa mchumba wake Jamila naye hakumuelewa, aliamua kuondoka na kumwacha Gaius peke yake. Mambo yalikuwa moto kweli kweli, na ndio maana hata nyumbani kwa kina Miriam wakalazimisha bwana Gaius amuoe Miriam kwa kuwa amempa ujauzito, lakini ukweli ni kwamba Gaius hajampa mimba Miriam. Mwisho wa siku Miriam nafsi kamsuta, akaamua kuongea ukweli. Akasema, mimba nimepewa na bwana Mbavu. Bwana Mbavu aliona aibu sana, kamfanyia kitu cha ajabu rafiki yake. Mama yake Miriam alichukia sana, akamwomba Gaius, naomba unisamehe, nimekutolea maneno machafu sana. Kwa kuwa bwana Gaius ni mtu mstaarabu sana, aliwasamehe na yote akaisha.